Kigongo Busisi JP Magufuli ambalo ndio leo tuko hapa. Hili daraja lenye urefu wa kilomita 3 juu ya maji Ziwa Victoria ni daraja namba 1 Afrika ya Mashariki na Kati. Hakuna daraja refu katika Afrika ya Mashariki na Kati linalozidi daraja hili la JP Magufuli Kigongo Busisi. Na unaweza kuona hapa eneo kwa mfano tulilopo lina urefu wa mita kutoka usawa wa bahari kufika hapa tulipo tumesimama, jumla ya mita 17. Ni zaidi ya ghorofa ya 5. Ingelikuwa kama ni ghorofa, maana yake ni zaidi ya ghorofa ya 5. Mita 17 kutoka pale kwenye maji kuja hivi juu, ukiachilia mbali zile nguzo kule chini zilivyoingia. Hili daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka 20,000 kwa siku moja, na hili daraja litasaidia watu ambao hasa hususan wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa 2 hadi 3, hapa watapita kwa wastani wa dakika 3 mpaka 5 maximum. Na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari 3 au 4 au 5 ambazo zina wastani wa mpaka tani 160 zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani 160 zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili tani 160. Sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani 54 hadi 56. Kwa hivyo maana yake ukichukua hizo ni gari takriban 3 zina uwezo wa kupita au zaidi zikapita katika daraja letu hili kwa wakati mmoja. Na hili daraja limetugharimu jumla ya fedha bilioni 716. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Unafahamu kwamba wakati anakabidhiwa nchi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban 25% tu ya ukamilifu wake. Na katika hizo 25%, Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Na unaweza ukaona kwamba fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana, na tena imefanyika kazi hii kipindi kigumu, na watu tulikuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa hili daraja itakuwa kwaje. Kwa sababu zilitakiwa zaidi ya bilioni 500. Kwa sababu wakati huo Mheshimiwa Rais Samia anaingia tayari wastani wa bilioni 100 takriban na 30 hadi 50 zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale ya awali. Lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni 500 zinazohitajika zilipwe. Na hapo corona ndio imeingia, inachapa na mzunguko wa fedha, na kulikuwa na crisis kubwa. Lakini tunamshukuru sana Rais Samia, alisimama kidete akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika. Tutasaidia hapa, watu watasaidika hapa kijamii, lakini watu watasaidika hapa kiuchumi, na hali za wananchi pia vile vile zitaboresheka. Vivuko hivi ambavyo vilikuwa vinatumika katika eneo hili viko hapo chini, unaweza ukaona vilikuwa vinavusha kwa siku moja mpaka gari 600, sasa hadi 1000. Hizi gari zote sasa zitakuja zihamie huku, ikiwa ni pamoja na kile wanaotumia upande wa kule Kamanga Ferry, wote hawa watapita upande huu. Na hii itachechemua sana uchumi wa eneo la kanda ya ziwa. Na hizi bilioni 700 ukizipeleka kwenye barabara, ingelikuwa kama si daraja, tungelisema tunajenga barabara za rami, ni wastani wa bilioni 1.5 mpaka bilioni 2 kwa barabara kwa kilomita moja. Kwa hivyo ukigawa, unaweza ukaona
daraja hili limechukua fedha za kujenga zaidi ya kilomita 350 ambazo zingeweza kujengwa za lami. Kwa hivyo ni kazi kubwa sana imefanywa hapa, na hii ni tunu katika taifa letu, na hii ni kuonesha sisi wa Tanzania tunaweza. Na narudia tena kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye amekuwa ni kinara wa kuendeleza mipango ya taifa letu. Maana hana tabia ya kuacha mambo yabakie yanaelea hivi. Amekamilisha daraja hili hapa la Kigongo Busisi, amekamilisha kipande cha reli cha SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Makutupora, Dodoma Makutupora, na anaendeleza maeneo mengine. Amekamilisha pia vile ujenzi wa daraja wa mradi mkubwa wa umeme wa pale Rufiji. Tunampongeza, na kwa kusema ukweli tunamwombea sana Mungu aendelee kuwa na afya njema na aendelee kuliongoza taifa letu kwa weledi mkubwa na umadhubuti. Ndugu wanahabari, naomba niseme tu kwamba daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Naomba sana mtusaidie waandishi wa habari kuutambulisha na kuukaribisha umma wa Watanzania. Tunataka ufurike hapa siku ya tarehe 19 mwezi huu, siku ya Alhamis, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakapokuja tushereheke naye. Anakuja kulifungua hili daraja ikiwa ni katika sehemu ya mafanikio ya Tanzania huru. Tumefanya wenyewe na tunaendelea kufanya wenyewe. Miongoni mwa faida ambazo tutakuwa tumezipata, ukiacha hizi za kijamii, za kiuchumi nilizokwisha kuzitaja, ni pamoja na ile faida ya kwamba hapa, wakati kampuni la kigeni lilipokuwa linafanya hii kazi, ni kampuni kutoka China linaitwa CCECC, lakini ikumbukwe kwamba tulikuwa na wataalamu wazawa waliofanya ushiriki katika hatua kuanzia ya mwanzo ya design mpaka huku tunalikamilisha hili. Na tena bahati njema sana wataalamu wazawa hawa wapo na tutawatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya, na tunaamini sasa kwa sababu ya ushiriki wao wa Tanzania hawa wazawa, huko mbele ya safari tukiwa na project kubwa kama hizi zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii.